Our evangelist Justus Gospel. Majina yangu ni mwinjilisti Steven Shine. I am here to represent a team. Niko hapa kuwakilisha ujumbe. The power in the blood of Jesus. Nguvu katika damu ya Kristo ya Yesu. Reading from 1 John chapter 1. Tukisoma katika Yohana wa kwanza 1. And reading verse 7. Na tukisoma mstari wa 7. But if we live in the light, just as he lives in the light, then we have fellowship with one another. And the blood of Jesus, his son, purify us from every sin. Kwa Kiswahili Yohana wa kwanza 1:7 Biblia inasema, lakini tukiishi katika mwanga kama naye alivyo katika mwanga, basi tutakuwa na umoja sisi kwa sisi, na damu yake Yesu Kristo mwanaye inatutakasa dhambi zote. Praise Jesus. Bwana asifiwe. Back to the topic now. Turudi katika ujumbe sasa. The power in the blood of Jesus. Nguvu katika damu ya Kristo Yesu. There are three things in this statement. Kuna vitu vitatu katika hili mistari. First, power. Ya kwanza kuna nguvu. Second, blood. Ya pili kuna damu. And the third, Jesus Christ. Na la tatu ni Kristo Yesu. I want to clarify these three things. Nataka kupeana maelezo ya hivi vitu vitatu. The power. Nguvu. What is the power? Basi nguvu ni nini? The divine strength of God Almighty. Ni nguvu ya kipekee ya Mwenyezi Mungu. Praise Jesus. Bwana asifiwe. According to the world today, kulingana na dunia leo, many people they think power is something normal. Watu wengi wanafikiria kwamba nguvu ni kitu cha kawaida. Recent in Kenya, juzi hapa nchini Kenya, there is a statement a politician said. Kuna ile tamko ambalo mwanasiasa alitamka that they need power. Ya kwamba wanahitaji nguvu. This statement has been viral everywhere in Kenya. Hili tamko limeenea sana nchini Kenya. Even the servants, hata na watumishi, they were preaching using that statement. Pia wakawa na ubiri wakitumia lile neno in the church, kanisani, saying we need the power. Wakisema tunahitaji nguvu. The power I'm talking about, nguvu ambayo naongea kuhusu, it is not that the power. Sio ile nguvu ya wale wengine. This one it is spiritual. Hii ni ya kiroho. Praise Jesus. Bwana asifiwe. From God Almighty. Inayotoka kwa Bwana Mungu Mwenyezi. It is a strength of God. Ni nguvu ya Mwenyezi Mungu. That you cannot see with the physical eye. Ambayo huwezi yaona kwa macho ya kawaida. And how do you receive power? Basi unapokeaje nguvu? How do you receive power? Unapokeaje nguvu? You receive power. Unapokea nguvu by believing. Kwa kuamini. The one who has the power. Yule mwenye nguvu. By believing. Kwa kuamini. The one who has the power. Yule ambaye akona nguvu. And obeying everything he tells you. Na kutii chochote anachokuambia. Automatically you receive power. Moja kwa moja utapokea nguvu. Praise Jesus. Bwana asifiwe. Because you cannot do without power. Kwa sababu hawezi fanya lolote pasipo nguvu. If you are a believer, ikiwa ni muumini, you cannot do without power. Huwezi fanya chochote bila nguvu. In the gospel, katika Injili, from the beginning, pale mwanzo, when God was calling people, wakati Bwana alikuwa anaita watu, he gave them power. Aliwapa nguvu. When he called Moses, alipoita Musa, he gave Moses power. Alipatia Musa nguvu, so that he can go to the Pharaoh, akaweze kuendea Farao, so that the Pharaoh can see that the power of God, ili Farao akaweze kushuhudia nguvu za Mungu. This means, hii inamaanisha, if you are a believer, ikiwa wewe ni muumini, and you don't have power, na hauna nguvu, you are not saved. Basi haujaokolewa. Automatically you are saved. Moja kwa moja umeokoka. You are given power. Unapewa mamlaka. Our cousin Jeremiah. Yule cousin Jeremiah. When he was called, alipoitwa, he was given power. Alipewa nguvu. To go everywhere. Ya kwenda kila mahali. To uproot. Ya kung'oa. To destroy. Ya kuangamiza. To plant and build. Ya kupanda na kujenga.
A believer without a power of Jesus Muumini bila nguvu ni bure. is not a believer. Huyo mtu sio muumini. When Jesus called the disciples, Wakati Yesu anaita wanafunzi, sending them to go and preach, akiwatuma kwenda kuhubiri, before sending them, kabla ya kuwatuma, he gave them power. aliwapatia nguvu And he told them, na kawaambia, with this power, kwa hii nguvu the sick will be healed. wagonjwa watapona, The deaf will be able to hear. viziwi wataweza kusikiza, The lame people, they will walk. viwete watatembea, All kinds of demons, they will salute you. mapepo yote watapiga saluti Because of that kwa power. sababu ya hiyo nguvu. Without that power, Bila hiyo nguvu you cannot do anything in salvation. hawezi fanya lolote katika wokovu. He gave them power Aliwapa nguvu to stand on scorpions. ya kusimama juu ya ngee. Don't joke with this power I'm talking to you. Usicheze na hii nguvu na kuambia. There is a porridge called the porridge of power. Kuna ile uji ambayo inaitwa uji power. If you go to town, Unapoenda pale jijini, you will find the people sitting, utapata wazee wamepangana, wamekaa drinking this porridge of power. wakikunywa hii uji yenye kuna nguvu. They tell you, Wanakuambia if you drink this porridge, unapokunywa hii uji, you will have a power to cultivate, wewe utakuwa na nguvu ya kulima, but not to preach the good news. lakini si ya kuhubiri habari njema. That's not the power I'm talking about. Hiyo si ile nguvu naongea kuhusu. Praise Jesus. Bwana asifiwe. Every person who received Jesus, Mtu yeyote aliyempokea Kristo, automatically after receiving Jesus, moja kwa moja baada ya kupokea he Kristo, was given a power. alipewa nguvu, Because you cannot work without a power in kwa salvation. sababu huwezi tenda chochote bila nguvu. It is a Wokovu power ni nguvu that is making us to preach. ambayo inatufanya tukaweze kuhubiri. It is a power Ni nguvu that will make signs and wonders to be seen. itafanya ishara na miujiza yaonekane. So if you are a believer, Kwa hivyo kiwa wewe ni muumini, power is a must. nguvu ni lazima. Even in the dark world, Hata katika ulimwengu wa giza, they also have powers. wale pia wako na nguvu. Theirs is a powers. Pale pia kuna nguvu mingi, But for Jesus is a power. lakini kwa Yesu nguvu ni moja. Jesus has a power. Yesu ako na nguvu. Illuminati and Freemason have power. Illuminati na Freemasons wako na nguvu tofauti tofauti. You must differentiate this one. Lazima upate kutofautisha hili. In the Illuminati Pale katika Illuminati or Freemason, ama pale Freemason, they will witch you, watakuroga telling you, wakikuambia, they will give you power watakupa nguvu so that you can go everywhere ili ukaweze kwenda mahali popote and so that you can become famous. na ukaweze kuwa mtu mashuhuri, But later, lakini mwishowe they will kill you. watakuangamiza. Freemason and Illuminati does not give a person a power. Freemason na Illuminati wapatiani nguvu, They give powers. wanapeana nguvu mingi. If you hear about the powers, Unaposikia kwamba nguvu tofauti tofauti, this means it is fake. inamaanisha ni ile ubatili. Any person joining in these wicked groups Yeyote ambaye anajiunganisha na hivi vikundi haramu and receives powers, na anapopewa nguvu tofauti tofauti, look at his end. wewe angalia mwisho wake. Praise Jesus. Bwana sifiwe. Even in the government, Hata katika serikali they will give you power watakupatia nguvu to become a certain person ili ukaweze kuwa mtu fulani, so that you can be respected. ili ukaweze kuheshimika At your place of work, katika mahali pako pa kazi. they can give you power. Wanaweza kupatia nguvu At your home, pale nyumbani kwako, they can give you power. unaweza pewa nguvu, But all these powers, lakini hizi nguvu zote they cannot be beyond the power of Jesus. haviwezi pita nguvu za Kristo Yesu. Even if you are a king, Hata kama wewe ni you mfalme, have powers. uko na nguvu. Even if you are a queen, Hata kama wewe ni malkia, even if you are a president, hata kama wewe ni rais, chief command of armed hata forces, kama wewe ni amri jeshi, you cannot have a power more than Jesus. hawezi kuwa na nguvu kuliko Kristo Yesu. If someone deceives you, Kiwa kuna mtu ambaye anakudanganya there is a person on earth ya here kwamba kuna mtu hapa duniani who is a powerful than Jesus, ambaye ni mwenye nguvu kuliko Yesu, that the person has witched you. huyo mtu tayari amekoroga. From heaven,
kuanzia kule mbinguni come to earth here, mpaka hapa chini duniani, even to the dry land, mpaka kule chini ya dunia, even up to the sea. mpaka kule kwenye bahari. There is no powerful person like Jesus. Hakuna mtu yeyote mwenye nguvu zaidi ya Kristo Yesu. Even though Ijapokuwa these wicked groups of Freemason and Illuminati hivi vikundi bandia vya Freemason na Illuminati have deceived many people wamedanganya watu wengi that they are powerful than ya Jesus. kwamba ni wenye nguvu kuliko Yesu. These things are very crooked. Hivi vitu ni vitu bandia. The only powerful person since the ever earth was created Yule wa pekee mwenye nguvu tangia dunia iumbwe was Jesus. alikuwa ni Yesu mwana wa Mungu. That's why Ndiyo maana even Nicodemus hata Nikodemus went to Jesus at night. alimwendea usiku. He acknowledged Alitambua there is no one can do what you are doing hakuna yule ambaye anaweza fanya kile ambacho Yesu anafanya if you are not God. ikiwa wewe sio Mungu. Nicodemus Nikodemus acknowledging Jesus as God, alitambua Yesu kama Mungu because what Jesus was doing kwa sababu kile Yesu alikuwa anafanya exactly was to show that he was God. ni sawasawa na kuonyesha kwamba yeye alikuwa ni Mungu. Do you know who is Nicodemus? Je, unajua Nikodemus alikuwa nani? This is a person who has chewed books, Nikodemo alikuwa msomi wa vitabu, but he was foolish before Jesus. lakini akawa ni mpumbavu mbele ya Kristo. Even he says, Na hata akasema, I cannot go during the day. siwezi enda mchana. If the people they will see me, Ikiwa watu wataniona mchana, they will laugh at me. watanicheka. He decided to go at night, Akaamua kwenda usiku, telling Jesus, akiambia Yesu, the power you have nguvu ambayo uko nayo truly tells people kwa hakika inaonyesha watu that you are God. kwamba wewe ni Mungu. Now you understand what is the power. Sasa umeelewa maana ya nguvu. I know some of people here, Ninajua watu wengine hapa we have been deceived pia tumedanganywa that if you are given this type of ya powers, kwamba ukipewa aina fulani ya nguvu it will help you in a business. itakusaidia katika biashara. Even there are some servants Hata kuna watumishi wengine who are preaching on the altar. ambao wanahubiri katika madhabahu, They go somewhere wanaenda mahali and they are given a na power. wanapewa nguvu. When they preach Wanapohubiri and they do a hand like this na one, wananyosha mikono hivi, people they start falling down. watu wanaanza kuanguka. So they think that one is a power. Sasa wanafikiri hiyo ni nguvu. They have been witched Wamerogwa in the church. kanisani, Fake things is happening. vitu bandia vinafanyika. You need to be very careful with the way you are going to worship. Unahitaji kuwa makinifu na mahali pako pa kuabudu. If you are lucky that you can get a safe place to worship, Ikiwa uko na bahati ya kupata mahali pazuri pa kuabudu, I advise you to stay there. ninakushauri kaa mahali pale. Even if things become hot, Hata kama mambo yatachemuka pale, it is better for you to stay there. afadhali tu baki pale ndani. Many people who are preaching the gospel today, Watu wengi ambao wanahubiri injili leo they are not using the power of Jesus, hawatumii nguvu ya Kristo Yesu, but they are using powers. lakini wanatumia nguvu bandia. They can do signs and miracles Wanaweza fanya ishara na miujiza to make people believe ya kufanya watu they waamini have been sent by ya Messiah. kwamba wametumwa na Masihi, Yet these people they are not from God. ili hali hao watu hawajatumwa na Mungu. But if you receive the power of Jesus, Lakini napopokea nguvu za Mungu, first thing, jambo la kwanza, even demons, hata mapepo they will salute you. watakupigia saluti. When they went to preach, Walipoenda kuhubiri, after they have been given a power, baada ya kupewa nguvu, the 72 disciples, wale wanafunzi 72 they see demons shaking. waliona mapepo wakitetemeka. They return, Walirudi telling Jesus, wakiambia Yesu, we have witnessed tumeshuhudia the demons shaking because of the gospel. mapepo wakitetemeka kwa sababu ya injili. Jesus looked at them, Yesu akawatazama, told them, akawaambia that one is powerful. ya kwamba hiyo ni yenye nguvu sana, Do not be pleased with that one only. lakini msifurahie na hiyo tu peke yake. Kwanza The most important thing, lile la muhimu zaidi, ensure muhakikishe your name majina yenu is written in eternal book. yameandikwa katika kitabu cha uzima. Even if you have power of Jesus, Hata kama uko na nguvu ya Yesu, you are a preacher, wewe ni mhubiri, a true preacher. wewe ni mhubiri wa If kweli. you lay hands on sick people, Unapowekelea wagonjwa mikono, they are healed.
Even if you help the whole world, hata kama utasaidia ulimwengu nzima, even if you become a very big source of help to the whole world, hata kama utakuwa mtu mwenye msaada sana dunia mzima, but your name is not written in eternal book, lakini jina lako halijaandikwa katika kitabu cha uzima, your life is in a mess. wewe maisha yako iko katika hatari. Even if you are a great evangelist, Hata kama wewe ni mwinjilisti a mkubwa, very great singer, yule mwimbaji hodari, very super prophet, wewe ni nabii shupavu, if you tell people now ukiambia watu it sahihi is going to rain, kutanyesha, immediately you finish your moja statement, kwa moja baada ya kumaliza it start raining. inaanza kunyesha. But if your name is not written Lakini ikiwa majina yako in hayajaandikwa eternal book, katika kitabu cha uzima, what you are doing kile unachokifanya is in vain. ni bure. Every believer who was given the power, Muumini yote aliyepewa nguvu, look at Elijah. tazama Eliya, He was given the power. alipewa nguvu, He looked heaven alifunga mbingu for 3.5 years. kwa miaka 3.5, No rain. hakuna mvua, With a simple statement, na kwa neno la rahisi tu, from now I'm looking kuanzia sasa hivi ninafunga for mbingu 3.5 years. kwa muda wa miaka 3.5, No rain. hakutakuwa na mvua, And it happened. na ikatendeka. He could not do that without a power. Hangeweza kutenda hilo pasipo nguvu. Every prophet who was doing great things, Nabii yeyote aliyetenda mambo makubwa he was given the power. alipewa nguvu. The only power we have Ile nguvu ambayo tuko nayo is the power of Jesus Christ. ni nguvu ya Kristo Yesu, Not the power to become governor. sio nguvu ya kuwa gavana, Not the power to become the CEO. sio nguvu ya kuwa msimamizi wa kampuni, Not the power to become chief commander. sio nguvu ya kuwa amri jeshi, But we have been given a power bali tumepewa nguvu to preach the good news. ya kuhubiri habari njema. The power you have Nguvu ambayo uko nayo is only for one thing: ni ya jambo moja tu, to preach the good news. ya kuhubiri habari njema. If that power Ikiwa hiyo nguvu is not preaching the good news, sio ya kuhubiri habari njema, it's also a problem. hapo pia kuna tatizo. The power in the blood. Nguvu katika damu. Let me come to the blood. Sasa inarudi kwa damu. Now, what is the blood? Basi damu ni nini? Very sensitive matter here. Ni swala hatari hapa. Blood represents life. Damu inawakilisha uhai. It means without blood, no life. Inamaanisha pasipo damu hakuna uhai. This one is not joking matter. Sasa hii si swala la mzaha. You Sasa must understand what is blood lazima uelewe maana ya damu and what the blood does in your life. na kile damu inafanya kwa maisha yako. Now in your body, Sasa kwa mwili wako, if you remove blood, unapoondoa damu, you die immediately. wewe utakufa hapo na hapo. So you cannot joke with blood. Kwa hivyo huwezi fanya mzaha na damu. And here in the gospel, Na hapa katika Injili it is representing life. inawakilisha uhai. It means Inamaanisha even during the prophet's time, hata siku za manabii, before Jesus coming as a human being, kabla ya Yesu kuja kama binadamu, they had blood walikuwa na damu of animal ya wanyama to simplify ya kutakasa remission of sin. na kutakasa na ondoleo la dhambi. This clearly means Hii inaonyesha kwamba that blood is life. ya kwamba damu ni uhai. You should not joke with the blood. Haufai kuchezea damu. Jehovah Witness members, Wale wa Jehovah Witness ama washahidi wa Yesu, they don't donate blood. wale watu They don't donate blood. wale watu hawapeanangi damu kwa watu. Even if you are your father Hata kama ni baba yako and you are going to die na unaenda kukufa because you don't have blood, kwa sababu hauna damu, they say wanasema on that area we cannot donate our blood. katika ile sehemu hatuwezi peana damu. They have factors Wako na vitu, maswala ambayo unaangalia to consider that blood is life, ya kuangalia kwamba damu ni uhai and life you cannot share. na ile uhai huwezi shiriki na So mtu. these people also, they are very sensitive on that matter. Sasa hao watu pia ni waangalifu sana katika hili swala. So when it comes to blood here, Kwa hivyo inapokuja kwa damu hapa, it means it is your life, inamaanisha ni uhai wako, and you should not joke with that blood, na ufai kuchezea hiyo damu, because the purpose of the blood of animals kwa sababu ile lengo la damu ya wanyama during the old time, katika Agano la Kale it was because of sin. ilikuwa ni kwa sababu ya dhambi.
Praise Jesus. Bwana asifiwe. Even during the time of Jesus, Hata nyakati za Yesu it was shed because of sin. ilimwagika kwa sababu ya dhambi. Nothing else. Hakuna jambo lolote lile. When you see blood, Unapoona damu it means inamaanisha God wants you to live. Mungu anahitaji ukaweze kuishi. In Deuteronomy, Katika Kumbukumbu la Torati he is very clear, yuko wazi telling people, akiambia watu, today leo I have given you a command nimekupatia amri to choose life or to choose ya death. kuchagua kifo ama uhai. And he's going further, Na anaenda zaidi kusema, explaining to them, akiwaelezea it is better for you to choose life. ni afadhali mkaweze kuchukua uhai. God himself advising you, Mungu mwenyewe anakupatia mawaidha, choose life. kaweze kuchagua uhai. Very important. Ni swala muhimu. But now he's saying again, Lakini tena anasema the decision depends on you. uamuzi ni wako wewe mwenyewe. If you want to choose death, that's okay. Ukitaka kuchagua kifo, hiyo ni yako, But don't blame God, lakini usilaumu Mungu because it is your decision. kwa sababu ni uamuzi wako. So when you see blood Kwa hivyo unapoona damu that has been shed because of sin, ambayo imemwagika kwa sababu ya dhambi, and you are a believer there, na wewe ni muumini pale, swimming in sin, unaogelea kwa dhambi, enjoying in sin, wewe ukifurahia kwa dhambi, if you are rebuked, unapokemewa running away from people who are rebuking you, unatoroka, unaacha wale ambao wanakukemea, still I am doubting if you have been saved. bado ninakushuku kama umeokoka. If you have been saved, Ikiwa kweli umeokoka, you have been saved to live. umeokolewa ili ukaweze kuishi, And when it comes to blood, na inapokuja kwa damu it means it is your life. inamaanisha ni maisha yako, It means it is not a joke. inamaanisha sio swala la mzaha, It means inamaanisha when you receive Christ, unapopokea Kristo you cannot enjoy to be living in sin. huwezi furahia kuishi maisha ya dhambi. Even though you can fail, Ijapokuwa unaweza anguka, even the preachers fail, hata wahubiri wanaanguka, even in the Bible, hata katika maandiko the prophets fail. manabii Some walianguka, of the apostles they fail. mitume wengine walianguka, Evangelists like us, some of us we fail. wainjilisti kama sisi tulianguka, But after failing, lakini baada ya kuanguka they did not stay there. hawakubakia pale They chini, rose up waliinuka and they tena move ahead na wakasonga mbele because of the blood. kwa sababu ya damu. The blood was shed Damu iliyomwagika so that we are not supposed to live a sinful life. ili tusiishi tena maisha ya dhambi. Even though the situation can allow us to sin, Ijapokuwa kuna hali inaweza kuruhusu kuingia kwa we dhambi, can get in some situation. unaweza jipata katika hali fulani. Even if you are a pastor, Hata kama wewe ni mchungaji, you will find yourself swimming in sin. wewe utajipata tu unaogelea kwa dhambi. But what I will tell you, Lakini kile ambacho nitakwambia, once you realize unapotuelewa that you have done what is wrong ya kwamba umetenda kinyume na Mungu and you understand what is blood, na umeelewa nini maana ya damu, you cannot comfort yourself in sin. hawezi jificha na kujifurahisha kwa dhambi. Even I as an evangelist, Hata mimi kama mwinjilisti, if I will come to you to comfort you, ikiwa mimi nitakuja nikaweza kukufariji, you will know that I'm comforting you. utajua kwamba ninakufariji, And you will not give me a room to continue comforting you in na sin. hautanipatia nafasi ya kuendelea kukufariji kwa dhambi. Why? Ni kwa nini? Because life is in the blood. Kwa sababu uhai iko katika damu, And the blood was shed na damu ilimwagika because of us to live a holy kwa life. sababu ya sisi tuishi maisha So matakatifu. if we are in the church Kwa hivyo tunapokuwa hapa kanisani and we want to raise a na church tunataka tuinue kanisa that the people that are going to swim in the sea ambayo watu wataendelea kuogelea kwa dhambi and they back up with the scriptures, na wanajificha katika mistari, all of us have fallen short of the glory of God. na sasa sisi sote tutakuwa tumetoka katika utukufu wa Mungu. You want to come out with the scriptures, Tunataka tukuje na mistari there is no one who is holy. ya kwamba kuna yule aliye You mtakatifu. want to come up with the scriptures, Unataka ukuje na mistari do not judge one ya another. kwamba usihukumu mwenzako. These are the scriptures. Hizi na mistari, When someone has faith, wakati mtu ameanguka, will start backing himself with the scriptures. tunaanza kumfuata na hizi mistari, And if you are not careful, na usipokuwa mwangalifu you will accept his mistake. utakubaliana na makosa yake. Do not allow any creature Usikubali ama kuruhusu kiumbe chochote to come and comfort you in your sinful life. akuje akufunike katika maisha yako ya dhambi, Because when the blood was shed, it was not a joke. kwa sababu damu ilipomwagika pale haikuwa ni mzaha. You have heard the teaching of Evangelist Shine. Umesikiza mafundisho ya mwinjilisti Shine. Even if you go to visit a witch doctor, Hata kama utaenda kutembelea mganga, he will ensure atahakikisha that blood is being shed. kuna damu inamwagika, He understands the meaning of blood.
anaelewa nini maana ya damu. People that are taking oath using the blood. Watu wanafanya maagano kupitia damu. Some of the people Watu wengine who joined Illuminati and the Freemason, wanapojiunga na Illuminati na Freemason, they have testified. wameshuhudia When you join, unapojiunga, you join using blood. unajiunga ukitumia damu. That's why Ndio maana when a person joins this wicked group, wakati mtu anajiunga na hivi vikundi, coming out is not simple. kuondoka mahali pale sio rahisi. But someone can join salvation Lakini mtu anaweza jiunga na wokovu leo for a contract katika mkataba of 3 years. ya miaka 3. Someone preach Jesus on fire, Mtu anahubiri injili kwa moto, going everywhere telling about Jesus. akienda kila mahali akiambia watu kuhusu Yesu. Then after 5 years, Baada ya miaka 5, the person refused to continue preaching. huyu mtu anaachana na injili na kuhubiri, Anyhow, he just reject preaching. anaachana tu hivyo ovyo ovyo tu. If this person could have joined Illuminati, Ikiwa huyu mtu angejiunga na he Illuminati, cannot refuse to serve Satan like that one. hangeacha kutumikia shetani katika njia ya uovu. It is only in salvation Ni hapa tu kwa wokovu that the people are bringing jokes. ndio watu wanaleta mzaha. You hear the testimony of the people who have been in the dark. Wewe sikiza ushuhuda ya wale wenye kwa giza. I had one testimony. Nilikuwa na ushuhuda moja. One person was joining the same day. Mtu mmoja alijiunga hiyo siku ya kwanza, There was a rebellious person there. na kulikuwa na mtu mwasi pale ndani. They told this person, Wakaambia huyo mtu, kill that person alive. wewe huyo mtu. The person was brought on the table Huyo mtu akaleta kwenye meza and he was slaughtered, na akachinjwa, and his blood was put in a barrel. na wakaweka damu yake kwenye ile bakuli. The person who was joining Yule ambaye alikuwa anajiunga was the first person to drink it, alikuwa wa kwanza kunywa hiyo, telling him, akimwambia, if you become rebellious, ukiwa mwasi you have seen what has happened to your na friend. umeona kile ambacho kimefanyika kwa rafiki. That's why when a person joins Illuminati, Ndio maana wakati mtu anajiunga na Illuminati, that person is serious. huyo mtu ni makinifu It zaidi. is only in salvation Yepa tu kwa wokovu. you can join for 3 years, Wewe unaweza okoka miaka 3, preach Jesus for 3 years, uhubiri Yesu kwa miaka 3, and then you come and say, I was not preaching Jesus, na utoke useme si mimi sikuwa nahubiri Yesu, and even Jesus is not na God, hata Yesu pia sio Mungu, and you start walking around. na uanze kutembea huku na huku. A person who joins Illuminati, Yule anayejiunga na he Illuminati cannot do like that one. hawezi fanya hiyo ujinga. You go and hear the testimonies. Nenda ukasikiza ushuhuda. They join using a blood. Wanajiunga wakitumia damu, They give you an oath. wanakupatia agano. Praise Jesus. Bwana sifiwe. For you to come out of that oath, Ili ukaweza kujiondoa katika ile maagano, it is very difficult. ni ngumu. That's why you hear people continue serving worship, Satan there. Ndio maana utapata watu wanaendelea tu kutumikia shetani. One day, Siku moja I told the people, nikaambia watu, anyone who want to join the company that I am dealing with, mtu yeyote ambaye anataka kujiunga na kampuni ambayo niko nayo, the person is going to swear. huyo mtu ataapa. Praise Jesus. Bwana asifiwe. People, they called me immediately Freemason. Watu wakaniita tu mimi ni mtu wa Freemason. Praise Jesus. People, they are not ready to swear because of the gospel. Watu hawataki kuapa kwa sababu ya injili. If you go to Jacaranda grounds here at Kayole, Ukienda katika kiwanja ya Jacaranda pale Kayole, where you will get the people mocking the politicians, utapata watu wakichekelea wanasiasa. you will hear people swearing there, Utasikia watu wakiapa mahali pale, people taking oath there. wakiapishwa pale. Recently, Majuzi I had a statement on Facebook. nilisikiza maneno fulani kwenye Facebook, People writing, watu wakiandika, even if you come with Jesus, hata kama utakuja na Yesu, you cannot remove President Ruto on power. hauwezi ondoa Rais Ruto kwenye mamlaka. The Jacarandan people. Wale vijana wa Jacaranda, You hear that statement? wewe sikiza hilo neno, Even if you come with Jesus ya Christ, kwamba hata kama mtakuja na Yesu Kristo, you cannot remove the president on power. ya kwamba mwezi ng'oa rais kwenye mamlaka. This statement is not a joke. Hili tamko si la mzaha. I saw that statement, Niliona hilo tamko, and in me, na mimi kwangu I said, these people, they are serious. nikaona watu ni makinifu zaidi. But you here, Lakini wewe hapa, if you are going for a job in Qatar, ikiwa umepata kazi kule Qatar, and they tell you you need to take an oath before
before going. Na wanakwambia uapishwe kabla hujaenda. You will take an oath. Wewe utaapishwa. When you come here, Na unapokuja hapa, pastor tells you, mchungaji anakuambia, take an oath wewe jiapishe hapa that you are not going to leave salvation. ya kwamba hutaachana wokovu. You run away from this church, Unatoroka kwa hii kanisa, going to hide from another church. unaenda kujificha kwa kanisa lingine. You see why Christians are failing. Unaona kwa nini Wakristo wanaanguka? We are ready to take an oath Tuko tayari kuapishwa during the marriage time. katika masuala ya ndoa. Someone is taking an oath. Mtu anaapishwa, In sickness, I will be with this person. anakula kiapo In hunger, I will be with this person. ya kwamba mimi kwa njaa nitakuwa tu na yeye. But in the gospel, the person is not taking oath. Lakini kwa injili huyu mtu hawezi kula kiapo. That is the challenge in the gospel. Hiyo ni changamoto kwa injili. Even in the family, Hata katika familia people that are taking oath watu wanakula kiapo for them to be given leadership. ili wakaweza kupewa uongozi. But when it comes to church, Kinapokuja katika kanisa, the people have taken oath wale ambao wamekula kiapo in the marriage, kwa ndoa, at the place of work, kwa sehemu za kazi, even in the government, hata katika serikali, even at their families. hata katika familia zao, The same people here, hao watu hapa they are not ready to take an oath. hawako tayari kukula kiapo, Hey, wakisema I am going to serve Jesus all my life. ya kusema ya kwamba nitamtumikia Yesu maisha yangu yote, Whether food is there or not, ikiwa kutakuwa na chakula ama I njaa, will serve Jesus. nitamtumikia Yesu, Whether I don't have a job or not, niwe na kazi nisiwe na kazi, whether the terrorists come here ikiwa magaidi watakuja to hapa cut my head, kukata kichwa changu, I will serve Jesus. nitamtumikia Yesu. They are not ready. Hapo sasa hawako, But you want to take an oath lakini unataka kukula kiapo to a boyfriend kwa boyfriend whom you don't know ambaye hata umjui, is deceiving you. anakudanganya. You are ready for that one. Hapo uko tayari, But when the pastor tells you to take an oath lakini here, wakati mchungaji anakuambia ukule kiapo, that you will be bringing your 10% without being forced, utakuwa unaleta fungu lako la 10 bila kulazimishwa, you start checking that door. unaanza kuangalia mahali mlango iko. Praise Jesus. Bwana asifiwe. That is the challenge in the gospel. Hiyo ni changamoto katika injili. Anything we are doing Chochote tunachokifanya must be sealed with the blood. lazima ikaweza kufanyiwa sealing na damu. Praise Jesus. Bwana Yesu asifiwe. Even in the dark world, Hata katika ulimwengu wa giza, these are people that are serious like that one. hao watu ni makinifu hivyo, But when it comes to gospel, lakini inapokuja katika we injili dilute the gospel. tunapunguza injili. That's why you will see many jokes in the gospel. Ndio maana utapata mzaha mingi katika injili. Now we have understand power. Sasa tumeelewa nguvu Now we have understand the blood. na tumeelewa damu, But the blood we are talking about lakini damu ambayo tunaongea kuhusu in the Old Testament, katika Agano la Kale the blood of a sheep, ilikuwa ni damu ya mwana kondoo. it was working. Ilikuwa inafanya kazi Very good working. vizuri sana, inafanya. It reached to a point. Ikafika wakati The person who told us about this blood is going to work, aliyetuambia kwamba tutumie damu itafanya, he came and cancelled. tena amekuja akaiondoa He said no. na akasema hapana, The blood of the lamb is ending in now. ya kwamba damu ya kondoo inaishia hapo. Now we are dealing with the blood of Jesus. Sasa tunaingia katika damu ya Kristo Yesu. But up to now, Lakini hadi wa leo there are some preachers, kuna wahubiri wengine they are still using that blood of the animal. wanatumia damu za wanyama. That's why they will tell you, Ndio maana utakwambia, go and bring the red chicken. we nenda ukalete jogoo nyekundu We want to slaughter it. tuichinje hapa. The people who are fighting your job, they will die. Wanaokupigana wewe kwa kazi watakufa. And you are a foolish person because of not reading the script. Na wewe pia mtu mpumbavu umekataa pia kusoma Biblia. You go everywhere, you are looking for a red cock. Wewe kazi yako ni kuzunguka kila mahali, unatafuta jogoo You are nyekundu, looking for a black cock. unatafuta ile jogoo nyeusi. Even to make the matter worse, Hata kufanya mambo yawe mabaya zaidi, another witch doctor yule mganga mwingine told a certain person, aliambia mtu fulani, go and look for the tears of the crocodile. nenda uangalie machozi ya mamba. mamba. So a person who is a mature, Sasa huyu mtu mzima tu a learned person, amekomaa, ni msomi, wants to go to the river anateremka kwenye mto to hijack the crocodile akaweza kuvamia mamba so that he can get the tears ili apate tu machozi ya mamba and bring to the witch doctor. aletee mganga. You see how serious people are in the things of the world. Unaona jinsi watu wanamakinika kwa mambo ya ulimwengu. The person is very ready to risk, Huyu mtu yuko tayari katika kujihatarisha, even to go to the lion. hata kwenda kwenye simba. If you tell the person, Kiambia huyo mtu, we need the nail of a lion, tunataka kucha ya simba,
kuomba, the person will go everywhere. huyo mtu ataenda kila mahali. I remember one day I told you here, Nakumbuka siku moja niliwaambia hapa, that time when I was still in the world, ule wakati nilikuwa katika ulimwengu, I wanted a certain lady, nilikuwa natafuta mwanadada fulani, and this lady was very tricky. na huyo mwanadada akawa ananicheza cheza, Then I shared with my friend. na nikashiriki hii story na rafiki, He told me, na akaniambia don't worry, usibabaike, the liver of the bat, ya kwamba ile moyo ya maini ya popo, maini ya popo it is the medicine for you to get this lady. ndio dawa ya kupata huyu mwanadada. I went to the banana trees Niliingia kwenye ndizi looking for bats. nikiwa natafuta popo, I looked for them. nilivitafuta I pale, found the bat. nikavipata I killed the bat. na nikaua, I removed the liver, nikachinja, nikatoa maini, put in the sun for it to dry, nikaikausha kwenye jua, mix it with the jelly, na nikaichanganya na mafuta, so that I can go and greet this lady, ili nikaweze kwenda kumsalimia huyo so mwanadada, that the lady can follow me. ili mwanadada nifuate. After doing all that one, Baada ya kufanya hivyo vyote, I did not succeed. mimi bado sikufanikiwa. Praise Jesus. Bwana asifiwe. When it comes to the things of the world, Inapofika kwa vitu vya dunia, people are very serious. watu wanamakinika zaidi. So the blood of the goat nowadays, Kwa hivyo damu ya kondoo siku hizi it is not useful. haifanyi kazi tena. Anyone who's selling you Yeyote ambaye anakutuma to depend on the blood of animals, ukaweza kutegemea damu za wanyama at this generation, katika hiki kizazi, run away from that teaching. toroka, wachana na haya The mafundisho. only blood we have, Ile damu ya pekee ambayo tuko nayo it is to believe in ni Jesus kuamini kwa Yesu Kristo, and you do everything he tells us. na tufanye chochote ambacho anatuambia. The blood we have Damu ambayo tuko nayo is for Jesus. ni ya Yesu Kristo peke To yake, make the matter na worse, kufanya mambo yawe mabaya zaidi, today leo we have even the blood of servants. ya kwamba tuko na damu hadi za watumishi. They will tell you, Wanakuambia ororo, ya kwamba kuna kitu inaitwa ororo. and the people, they will be there jumping. Watu wako pale wanaruka ororo. They will tell you JTM fire. Watakwambia JTM ni fire. Praise Jesus. Bwana asifiwe. And the people that they are being fooled. Na watu wako mali pale wanarogwa. Nowadays, Siku hizi people, they believe in servants watu wanaamini kwa watumishi more than Christ. zaidi ya Kristo. Very dangerous thing in the Ni gospel. swala hatari katika Injili. If we start believing in servants more than Christ, Tunapoanza kuamini kwa watumishi zaidi ya Yesu, we will believe everything they will tell us. tutaamini kila kitu ambacho wanatuambia. Today, Leo a servant will do like this one in the church, mtumishi atafanya hivi kanisani, and people, they will fall down, watu wataanguka, and people, they will tell you watu watakwambia that's the power from heaven, ya kwamba hiyo ndio nguvu kutoka mbinguni. and the people, they will be running going there, Watu watakuwa wanakimbia ukiingia mule ndani, because here kwa sababu hapa no one is doing like that one. hakuna mtu ambaye anafanya hivyo. People, they want to, when they pray, Watu wanataka wanapoomba they start jumping, rolling. waanze kuruka, wakizunguka, wakivunja They viti knock their head on the altar. na wanavunja pulpit. They are now naked, Sasa wako uchi, and then we are being told alafu tuambiwe that is the power of ya salvation. kwamba hiyo ndio nguvu ya wokovu. That's what the people need in the church. Hiyo ndio kile watu wanafanya kwa makanisa. So the power we need, Kwa hivyo nguvu ambayo tunahitaji the power of Jesus. ni nguvu ya Yesu. The blood we need Damu ambayo tunahitaji is the blood of ni Jesus. damu ya Yesu. The Jesus we need Yesu ambaye is tunamhitaji the one who died and resurrected. ni yule aliyekufa akafufuka. But this one of Jehovah Wanyonyi, Lakini huyu wa Yehova Wanyonyi, of Tongaren, yule wa Tongaren, Uganda and Nigeria, yule wa Nigeria na Uganda, that one is not Jesus. huyo sio Yesu. We are talking about the Jesus Tunaongea kuhusu Yesu who died and resurrected. aliyekufa akafufuka. We are not talking about the Jesus Hatuongei kuhusu Yesu who is a footballer, ambaye ni mcheza mpira, because there's also Jesus who is a footballer. kwa sababu tuko na ile Yesu ambaye ni mcheza kandanda. So we need to clarify very well here. Lazima tueleze vizuri hapa. The Jesus we are talking about, Yesu ambaye tunaongea kuhusu he came on earth alikuja in ulimwenguni the form of human being, katika mbinu ya binadamu, but he was God. lakini naye alikuwa ni Mungu, He died, na akafa he resurrected, na akafufuka, and now na sasa we hivi are worshiping him. tunamwabudu. That is the Jesus I'm talking about. Huyo ndio Yesu ambaye naongea kuhusu. If he is not that one, Kama sio huyo, then he is not Jesus. basi sio Yesu. May God bless you. Bwana wabariki.